Hello. Huyu ni Agi tena na tuko kwa ile story, my story, and title ya story yangu ni kukumbushe tena inahusu the pain, or nasema the pain of rejection. Yeah. Now, tuko tumefika kwa ile the previous episode, tuko tumefika mahali ya kwamba nime announcewa dead na Rita kwa miujiza ya Mungu, because mi huita huyu Mungu wangu. I don't know about your God, but my God is a miracle working God. He is a wonder working God. Na sinaga tashwishi nikisema hivyo. Beyond any reasonable doubt, I know that my God is a miracle working God. Mimi sikuambiliwa, sikusoma na somanga ati nikajua Mungu ni Mungu wa miujiza, hapana. He personally has performed uncountable miracles in my life. And that is why I call him a miracle working God. All I know is that my God is unbound. He is indomitable. There is nothing that is impossible with him. Because ile vitu amenitendea in life, my friend, zitakushangaza. Wakati ninasimulia about my God, it bewilders me. At times nikikaa peke yangu nalianga machozi na ninajiuliza, and just how much does my God love me? Because kama ameniepusha kwa kifo huu muda wote, sio inadhihirisha mapenzi makuu ambayo Mungu ananipenda nayo. And let me tell you, my friend, let me introduce you to my God by this testimony. Keep posted, fuatilia, na utajua. Wewe mwenye unakaanga hapo unasema hakuna Mungu, wewe unakaanga hapo una doubt ya kwamba God existed, know that the creator of heavens and earth, he is alive and he is capable of doing absolutely wonders, absolutely wonderful things. He is wakati ameanza kufanya vitu, he does them exceedingly. Yani anapitilisha mipaka. Anapitisha mipaka vile kile kiwango unaweza penda afanye kazi. Anapitanga hiyo mipaka. He is unlimited. He is so unlimited. Now, wakati nilinusurika hiyo kifo kwa kuojeka huo ugonjwa wa meningitis, my aunt aliniambia niliendelea kupelekwa hospitali, niko in and out of hospital, mara nyingi, mara hazihesabiki, nikawa na razwa hospitalini, natoka. And now, after that, I developed ugonjwa mwingine unaitwa bronchitis, ugonjwa wa mapafu. I don't know more about bronchitis, but all I can tell you is that it's a very painful disease. Kwa sababu inakufanyanga unakohoa. Unakohoa, kifua kinakuwa kizito, kupumua ni shida. Kwanza usiku, I was in a lot of pain wakati niko under those attacks. Na hiyo bronchitis ilinisumbua sana. Mama yangu alikuwa ananiambia, ama nilikuwa nasikia akielezea wa mama akiwaambia, inaitangwa kikohozi, sijui kikohozi kikuu, si kifua kikuu ni TB, ni tuberculosis. Hii ilikuwa inaitwa sijui kikohozi kikuu. Kwa Kikuyu walikuwa nasema rohayo roria runene, as in unakohoa, ni inaitwa ugonjwa rohayo kikohozi kikuu, something like that. Now, ati daktari alikuwa amesema kutoka inishike, alikuwa amesema nikimaliza 7 months nitakuwa hiyo ugonjwa imepona, itaisha. Inaishanga within 7, ikikishika mtoto akiwa mdogo, within 7 months inafaanga kuwa amepona. So nikafikisha 7 months siponi, nikaendelea na ule ugonjwa. Ukinishika na razo hospitali because hata kupumua ni shida. Sio TB na sio inaitwaje ile zile asthma, si asthma na si TB, ni bronchitis.
So nikawa napelekwa hospitali, nikagojeka. Mara nyingi ndio niko hospitali. Ati nikipumzika wiki 2 nyumbani. Wiki 2 niko hospitali. Nikatumia madawa, mwili wangu madawa yenye nilitumia nikiwa mdogo haiwezi hesabika. In fact, nilikuwa nasikianga kuna wakati nipatanga mama yangu akiongea. Kasema, huyu mtoto wangu namhurumianga sana. Because zile madawa ametumia zinaweza kuja hata kama ata make it akuwe mtu mzima, zitakuja kumdhuru. But let me tell you something. Here we are. Mimi hata kugojeka homa, hata nyumba nzima watu wanaweza gojeka homa nyumba mzima. It's like Mungu alinifanya nikuwe immune. Mnaweza gojeka homa nyumba mzima, mgojeke, mpone, mgojeke tena na haitanipata. Haitanipata. Nitakuja kukuelezea how God healed me from that bronchitis ambayo ilinisumbua kwa miaka mingi sana. Nitakuja kukuelezea as you keep posted into my story. Nitakuelezea how God healed me from bronchitis. Now, tuendelee. Hiyo bronchitis nayo ikafika miezi 7 haiponi. Ikafika miezi wakasema tena ikikosa kupona after 7 years, 7 months, akifikisha 7 years atakuwa amepona. Ilipofika 7 years ikawa hata ni kama ni kuongezeka inaongezekanga, haikupona. So nikawa I am sick throughout na kuanga mgonjwa because hii kitu ilikuwa inaprovokiwa na vitu tutaine sana. Vitu zenye zina happening in life na ni vitu huwezi epuka. Ujue niko ushago. Ikifika jioni nilikuwa na chapo sana na mama yangu nikibie nivae, hata kama kulikuwa na jua haja mchana, nikibie nivae sweater na nivae sweater nzito because nikiinhale hiyo baridi it is enough kuprovoke ile kitu kurudi tena. Now nikawa muda mwingi ni wenye niko mgonjwa, juu ningepogojeka hiyo kitu kwa inakuja kama homa, itanisubua, ninaweza enda nao hata miezi 2 kama haijapona, na ikipona tena haitakaa sana kabla haijarudi. Wakati coffee inatoa maua yake, wale wamepanda coffee wanajua kuna wakati inatoanga ile maua yake ya white ndio izae kahawa. Hiyo nitagojeka vile hujawahi ona. So ikawa tena wakati nimegojeka huo wakati hiyo coffee nimekuwa distracted. Wakati wa coffee kutoa maua nikawa napatwa na hiyo ndapatwa na hiyo ugonjwa inanipata tena. Mimi ndio nilikuwa mkubwa kwetu. Nikienda kukata ile napier grass, kwa Kikuyu tunaita dhara, ile ya ng'ombe. Nikienda kukata, inhale hiyo ya dhara ama hiyo napier grass, nagojeka. Wakati wa vumbi nagojeka, wakati wa mvua nagojeka, na lazima utanyeshewa. Saa zingine ukienda shule ninagojeka. Wakati kukiwa na jua kali, yani haikukuwa inajua mipaka. Yani ingekuprovokiwa na anything. Nikateseka sana jua hiyo kitu. Unasikia miaka 7 imepita na sijapona. Nikaambiwa tena in 14 years nitapona. Ikafika miaka 14, wapi? Bado ile ugonjwa inanisumbua. Na ilikuwa inafika mahali nikigojeka ninakohoa. Kuna wakati nilikuwa nakohoa mpaka natoa damu. Natoa makamasi very thick. Usiku kulala ni shida. Na huo wakati mama yangu sijui alifika mahali akazoea mimi ni mgonjwa, so he never cared whether utakufa. Most of the time atakuwa anashughulika na kunipeleka hospitali. Nilikuwa nagojeka na hata shule kama wiki 2. Juu sasa nishakuwa mkubwa, nimeshaingia shule. Nagojeka na hata shule hata wiki 2. Na she doesn't care. Na kazi atakufanyisha kama kawaida. Nakwambia juu kwetu ni kwa milima. Nilikuwa nachota maji na vibuyu. Sasa nilikuwa nachota na zile za 5 liters upande huu na huu. Nachota napanda mlima, nikifika mahali nitafikisha nitakohoa like that minutes mtawaria. Kukohoa na haishi like that minutes mtawalia. Then after that ndio my shosho yangu akaona venye ninateseka,
na venye nina hema, kwa sababu nilikuwa na hema, kutembea kidogo tu na hema, ushaipatana na mtu mwenye ako asthmatic. That is how I was behaving, lakini yangu ilikuwa ni bronchitis. So shosho yangu akanihurumia, mwenye shosho mwenye ni wa amezaa stepfather mwenye alioa mama yangu. So akanihurumia, akaninunulia kamtungi kachuma ka 10 liters. Hako kamtungi akaniambia, juu naona venye unateseka, naona inakuvuruta sana kifua na bafu, nini na ndio uache kuteseka sana na kuchota maji kama umehema. Juu nilikuwa nakimbia nichote, juu nilikuwa napewa hii tanki ya 20 how many liters. Hizi tanki zilikuwa za chuma, I don't know ilikuwa ni liters gapi, I think ni 100 liters nachota peke yangu. So imagine unabeba na nini na tuvibutu 10 liters. So akaniambia, afadhali ubebe na nini, na kama unataka kuchota haraka unawekelea ka kibuyu kamoja ka 10 liters, ka 5 liters, na unabeba na kamtungi ka 10 liters, ndio at least unabeba 15 liters itago, ndio unachota haraka. Alinihurumia that woman. Hata kama kuna watu familia yangu hawakuwa naelewana na yeye, mimi kwangu she was a savior. Kwangu she was God sent. Aliniokoanga mara nyingi sana, and she is the only person kwa hiyo the whole family alikuwa ananihurumia na ananipenda, kwa sababu ni yeye alikuwa ananipigania kwa mama yangu. Mama yangu alitaka kuniua juu venye amenipiga, yeye ndiye alikuwa anakuja kuninusuru. So kwa hiyo episode nyingine yenye inafuata nitakuelezea how maisha yangu iliendelea ikiwa. So keep posted, stay blessed, and thank you for watching the pain of rejection, my story. Thank you so much. May God bless you.